Zaburi mlango ule wa 11 na mstari ule wa 3. Zaburi mlango wa 11 na mstari ule wa 3. Neno la Mungu linasema, kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Bwana yu karibu, Bwana yu katika hekalu lake takatifu. Amen. Anasema, kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Nikaongeza mstari wa 4. Maana Bwana yu katika hekalu lake takatifu. Bwana ambaye kiti chake kiko mbinguni, macho yake yanaangalia, kope zake zina wajaribu wanadamu. Amen. Naomba mketi. Tunamshukuru Mungu ambaye kwa neema yake ameendelea kututunza, kutulinda na kutuepusha na hatari zote katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno hili ambalo nimelisoma nimelipa kichwa kinachosema, misingi ya familia ikiharibika, familia inapotea. Misingi ya familia ikiharibika, familia inapotea. Lakini kwa kuwa leo ni siku ya reformation, kureform ni kufanya upya kitu ambacho pengine kilikuwa kinaharibika, lakini unataka ukitengeneze. Nizungumze kidogo habari ya matengenezo ya kanisa, ambao pia maana halisi ya familia au misingi ya familia kujengwa ni maana kufanya reform kwenye familia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kila mwaka katika Jumapili ya mwisho Oktoba huwa tunafanya kukumbuka siku ya matengenezo ya kanisa. Kukumbuka siku ya matengenezo ya kanisa. Siku hiyo inajengwa na tarehe 31 Oktoba 1517, siku ambayo Daktari Martin Luther akiwa padri na mwalimu wa teolojia katika chuo kikuu alibandika hoja 95 kwa lengo la kutaka kufanya mabadiliko juu ya mwenendo wa kanisa na teolojia wakati ule. Mada kuu ya hoja 95 ilibebwa na hoja ya kwanza ambayo Luther alitaka wafafanue, ambayo inatoka Injili ya Mathayo mlango wa 4 mstari ule wa 17. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Huo ndio msingi wa matengenezo ya kanisa ambalo Martin Luther alianzisha, likaitwa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Swali lake likiwa ni haya yanayoendelea au yale yaliyokuwa yakiendelea kwa wakati ule: kuuza vyeti vya msamaha, mafundisho ya uongo na ulaghai. Watumishi wengi kwa wakati ule na hata kwa wakati huu walijitokeza ambao hawakuhubiri neno la kweli, hawakusema kweli ya Kristo. Akatengeneza hoja 95 akazibandika ili watu wajifunze neno la Mungu la kweli na liweze kuwabadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Alisikiliza mafundisho yaliokuwa yakifundishwa kwa wakati ule. Mafundisho yalikuwa ya udanganyifu, ya kwamba kadri utakavyotoa ndivyo utakavyosamehewa, kadri utakavyotoa fedha nyingi ndivyo unapokea msamaha. Ndivyo ambavyo mafundisho yalikuwepo. Mafundisho yakiwa yanapotosha watu, yeye yakamuumiza, akaamua kufanya matengenezo ya kanisa. Na hata sasa kuna watu ambao wameacha Injili ya Kristo, mafundisho ya kutubu na kurejea, mafundisho ya kutengeneza na Mungu, mafundisho ya kuogopa dhambi, kuacha njia mbaya na kufuata njia sahihi iliyo ya Kristo. Wamefuata mafundisho ya udanganyifu, mafundisho ya kupokea, mafundisho ya udanganyifu ambayo yanawaondoa kwenye msingi wa neno la Injili ya Mathayo, ambayo Yesu Kristo anasema, tubuni basi maana
Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumza habari ya kanisa la kiinjili la Kilutheri, tunazungumza habari ya kanisa lililotengenezwa kufuata mafundisho ya Kristo. Kanisa lililotengenezwa kuondokana na mafundisho ya uongo. Kanisa lililotengenezwa kujenga misingi yake kwenye neno la kweli. Kanisa lililotengenezwa kujenga msingi wake katika kumfuata Kristo. Hapo ndipo ambapo Martin Luther alitamani kujenga kanisa lililo sahihi, na hata sasa tunamuenzi kwa sababu ametupeleka sehemu iliyo sahihi. Ni wewe mwenyewe sasa ujitafakari, ujichunguze, ujiangalie, ili usije ukaharibu misingi ya kanisa ambayo iliwekwa kwa ajili ya kwako na kizazi chako chote kitakachokuja duniani. Haleluya, watu wa Mungu. Nimesoma neno la Mungu kutoka kitabu kile cha Mithali, mlango ule wa 11 na mstari wa 3, ambalo neno hili linazungumza habari ya misingi kuharibika. Misingi kuharibika. Nikizungumza misingi, ninazungumza misingi ya kanisa, ninazungumza misingi ya familia, ninazungumza misingi ya watoto iliyobeba kusudi la Mungu katika maisha ya watoto husika. Ninazungumza misingi ya ndoa, tukijua Mungu ni mwanzilishi wa ndoa zetu. Ninazungumza misingi ya imani, tukijua Kristo ni msingi wa imani yetu tulionayo. Tunapozungumza habari ya misingi kiroho, tunazungumza kwa mapana makubwa sana. Hata tungepewa mwezi mzima hatuwezi kumaliza, ila leo tutagusa na sehemu ndogo sana. Msingi ni nini? Msingi ni nini? Msingi ni kitu imara kinachotangulizwa chini ili kubeba kingine juu yake. Msingi ni kitu au nguzo imara inayotangulizwa ili kubeba vitu vingine juu yake. Yesu Kristo ni msingi wa kanisa, na sisi sote tumejengwa juu ya mwili wa Kristo. Kristo kwa kuwa ni msingi wa kanisa, yeye ni imara, atikisiki, haanguki, haumizwi. Ndio maana sisi wote wanadamu tulioko dunia nzima tumejengwa juu ya msingi imara ambayo ni Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Nyumba inayojengwa ikijengwa kwenye msingi usiokuwa imara, mwisho wake msingi ukiharibika, msingi ukapata ufa, msingi ukatikisika, nyumba huanguka kwa anguko kubwa. Na vivyo hivyo tukijenga familia zetu katika misingi isiyokuwa imara, familia zitapata anguko kubwa. Tukijenga ndoa zetu katika msingi usio imara, ndoa zetu zitavunjika. Tukijenga watoto wetu kwenye msingi usio imara, watoto wetu wataharibika tu. Ambazo tunatakiwa tuziweke kama msingi ni upendo. Ni upendo. Haleluya, watu wa Mungu. Yesu Kristo kama msingi wa kanisa ndiye wa kwanza kutufundisha kitu kinachoitwa upendo. Yesu Kristo kama msingi wa kanisa ndiye wa kwanza alianza kutufundisha upendo, kuamua kutoa uhai wake ili sisi tupone. Hakuna upendo unaozidi huo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la pili ambalo ni msingi wa familia, jambo la pili ni imani tulizo nazo. Imani yako umejenga wapi? Umejenga juu ya matambiko ya familia? Umejenga juu ya mila na desturi za familia za ukoo ulizozikuta? Umejenga juu ya misingi ya mababa na mababu na mabibi zetu tulizowakuta duniani? Au umejenga juu ya Yesu Kristo aliye msingi wa kanisa? Yale ambayo unayafanya ndiko ambapo umejenga msingi wako, msingi wa imani yako. Kuna mtu ukimwambia leo naenda kuvunja chungu, hatalala, hataenda kuomba msamaha, atanyenyekea, atatesa nafsi kwa sababu kabla anavunjwa chungu ya kibinadamu. Lakini ukimwambia Yesu Kristo anakuja na Yesu Kristo anapiga, anarudi, haogopi, haendi kulia madhabahuni, haombi msamaha, hatubu hata
msingi wa imani yako umejenga wapi? Kuna mtu anaambiwa leo, mtoto akitoka safarini, kama alikuwa amekuja na mtoto lakini alikuwa hajakuletwa nyumbani, hatujawahi kumtambua, itachinjwa mbuzi, kitakatwa sikio, atapakwa damu, haruhusiwi kuingia kwenye boma, watatia hayo masharti, na wengine wanavalishwa ngozi mkononi kwa sababu ni mila na taratibu ambazo koo zimeweka na familia. Lakini kumbuka, ni wanadamu tu walikuja hapa duniani wakapanga hizo taratibu na hizo mila, lakini msingi ambaye ni Yesu Kristo haitavunjika wala haitabadilisha, na itabomoa hata hiyo misingi ya kifamilia, lakini msingi wa Yesu Kristo utabaki kwa imara siku zote. Unasahau kwamba imani yako iko mikononi mwa Mungu. Unasahau kwamba mwisho wa siku mila na taratibu zitabaki duniani, lakini Yesu yuko mbinguni, utamfuata. Unasahau kwamba yale ambayo ni matisho ya kidunia utayaacha yote duniani, lakini neno la Kristo utaondokana nalo, utafuatana nalo. Ndio hukumu yako kule kwa Mungu utakapopenda. Unasahau kwamba leo Yesu kama alikuja akahubiri akasema tubuni kwa kuwa ufalme wa Mungu unakaribia, alafu tukaacha kutubu tukaenenda kama tunavyotaka, hilo neno litakuja kuturudia siku ya hukumu Kristo atakapokuja kulichukua kanisa lake. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ifike mahali watu waache kuogopa mambo ya kidunia, bali wamuogope Yesu Kristo aliye hai. Ifike mahali watu wajenge misingi yao kwa Yesu. Nimekwambia Yesu Kristo kama msingi wa kanisa anatufundisha kujenga misingi ya kifamilia kupitia upendo wake aliotuonyesha, kupitia imani yake aliyotuonyesha, lakini pia kupitia uaminifu, kupitia uaminifu. Misingi mingi ya kifamilia inakufa kwa ajili ya vitu ninavyovitaja. Havipo kwenye familia zetu, havipo kwenye jamii zetu. Neno upendo unalisikia tu kwa mdomo, lakini halipo. Neno imani halipo, maana ukiwa na imani hautafanya kinyume cha imani ya Kristo. Neno uaminifu halipo, na ndio maana watu wengi wanapita kwenye changamoto za kifamilia. Watu wengi wanaumia maumivu ambayo wanaumiza na familia, aidha ndugu wa karibu, aidha mme, aidha mke, aidha mtoto, aidha baba au mama au ndugu wengine wa karibu. Lakini familia nyingi wamekosa kitu kinachoitwa uaminifu. Wakati mwingine mtu anaogopa hata kumshirikisha ndugu yake jambo kwa kuwa atamgeuka. Wengine wanaenda hata kugushi nyaraka ili kumuumiza mwenye haki, lakini ni mwanafamilia, lakini ni ndugu. Mwingine anageuka hata mjane na yatima, lakini ni ndugu, ni mwanafamilia. Tunazungumza habari ya misingi ikiharibika, tunazungumza habari ya kutengeneza misingi ya kanisa na misingi ya familia. Tunazungumza namna ambavyo unawaachia watoto wako urithi mwema wa misingi iliyo imara unayoipokea kwa Kristo Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo lingine ambalo Yesu Kristo anatuachia kwa ajili ya kujenga misingi imara kwenye familia zetu ni utu haupo. Ndio maana mtu anamuua mtu. Unamuua mtu. Wewe ni mwanadamu, unakufa kabisa, unaenda huko ulikotoka, unamuua mtu. Unasahau kwamba Biblia inasema usihukumu maana utahukumiwa. Alafu unaua. Unasahau kwamba Biblia inasema ukiua kwa upanga utauliwa kwa upanga. Alafu unaua. Unajua nikisema kuua, kuna watu hapa wanaweza kusema mimi sijawahi kuua kabisa. Wangapi hawajawahi kuua kabisa? Kuua sio lazima umwekee mtu sumu kwenye chakula. Kuua sio lazima mchome kisu. Kuua sio lazima mpeleke kwa mganga. Hayo yote ni mauaji. Kuua sio lazima mtege kwa ajali. Hayo yote ni mauaji.
Lakini pamoja na chuki ni mauaji. Nasema pamoja na chuki ni mauaji. Dhambi ni dhambi, hakuna dhambi ndogo na kubwa. Kuna watu wanalalisha dhambi. Kwa kuwa mwanamke kabeba mimba ikaonekana anajua ni mzizi, anarudishwa kunini, anapigwa maneno ya kutosha. Mwanamke kwa sababu abebi mimba hana dhambi, ndio maana wanawake wengi wanarudi kunini kuliko wanaume. Nani anawadanganya? Hakuna dhambi ndogo na kubwa. Kuna mtu anafikiri kutukana, kusema uongo, kudanganya, kusikizia, kumkashifu mtu, kumchafulia mtu jina sio dhambi. Hakuna dhambi kubwa na ndogo, ni dhambi na jana utaenda. Zote ni dhambi. Tunazungumza habari ya misingi. Yamkini watoto wetu leo sisi ndio tumewajikia misingi mibovu ya kuwa vile walivyo, kwa sababu ya maisha tunayoishi, kwa sababu ya maneno tulionayo, manunguniko tulionayo, fitina tulizonazo, mambo tunayotendea wengine, inasababisha hata watoto wetu waige. Kwa tunaharibu misingi ya familia yetu wenyewe. Utu unapotea. Haleluya. Mungu atuhurumie. Tukizungumza kipengele kimoja tu ambacho naweza kukizungumza kwa sasa cha upendo. Kama unataka uzungumze vyote nilivyovitaja na vingine, tutaendelea na somo la misingi kwenye Morning Glory kwa wiki nzima. Njoo Morning Glory asubuhi. Na tutaongea misingi yetu ya familia, tutaongea misingi ya watoto wetu, tutaongea misingi ya biashara zetu, imani zetu na ndoa zetu. Kuanzia kesho mpaka Ijumaa, Morning Glory asubuhi. Kwa wewe njoo. Lakini leo tutazungumza jambo moja la upendo pekee yake. Soma na mimi neno la Mungu. Na unaposoma hili neno litafakari. Ujiweke hapo wewe, maana linasema na wewe. Na linasema na mimi. Kitabu cha Warumi. Kitabu kile cha Warumi. Kitabu cha Warumi. Hapo mstari wa 21 nitazungumza nikitembea naye. Anasema, kwa pendo la ndugu mpendane ninyi kwa ninyi kwa heshima, mkiwatanguliza wenzenu. Kwa pendo la ndugu mpendane ninyi kwa ninyi kwa heshima, mkiwatanguliza wenzenu. Tunazungumza habari ya kujenga misingi ya upendo wa familia. Tunaambiwa kwamba sisi kwa sisi ndugu tupendane. Lakini katika heshima, mpende na kumheshimu ndugu yako. Usiangalie maisha yake, usiangalie kipato chake, usiangalie mwonekano wake, usiangalie yeye ana nini una nini, bali ninyi kwa ninyi ndugu mpendane kwa heshima, mheshimiane katika upendo, mheshimiane katika upendo. Tena akisema mkitanguliza wengine, yaani wewe ambaye una upendo nani, wewe ambaye unakuwa Kristo, wewe ambaye una kipato, wewe ambaye Mungu akuweka kwenye familia kama mtu unayeonekana tofauti na familia, watangulize wenzako kwa kila jambo. Sasa tumesoma mstari mmoja tu ambao unatuambia kwamba tupendane sisi kwa sisi, tukiwatanguliza ndugu zetu katika yale ambayo tunatamani kuyafanya. Ni wangapi wanaweza wakawa wanatanguliza ndugu zao katika yale mema ambayo wanatamani kufanya kabla hata hawajifanyia wao, ili kujenga msingi wa upendo wa Kristo katika familia bora. Ninatamani tutafakari kabla tujajua ni kwa nini tunakwama kujenga misingi bora ya familia. Lakini mstari wa pili anasema ule wa 11. Anasema ule wa 10, kwa pendo la ndugu mpendane ninyi kwa ninyi kwa heshima, mkiwatanguliza wenzenu kwa bidii, si walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana kwa tumaini
mkifurahi katika dhiki, mkisubiri katika kusali, mkidumu kwa mahitaji ya watakatifu, mkifuata karibu katika kukaribisha wengine, mkijitahidi. Katika hili pendo la kuwatanguliza ndugu, katika hili pendo la kuwatanguliza wengine, tunaaswa kufanya bila ulegevu. Tunaaswa kufanya tukiwa na bidii na juhudi katika roho zetu, tukimtumaini Mungu peke yake, ili kujenga misingi imara ya upendo wa Kristo katika familia zetu. Lakini tukaambiwa tufanye tukiwa na tumaini la Mungu, tukifurahi hata katika shida wanazopitia, hata katika shida tutakazopitia, hata katika dhiki, hata katika taabu tutakazokuwa nazo, tusubiri tukimwabudu Mungu. Mungu atatenda. Haleluya. Mungu atatenda ukifanya kwa upendo, ukaweka bidii, ukaweka juhudi, ukaweka tumaini kwa Mungu. Nikwambia mtu wa Mungu, Mungu atatenda tu. Hata katika dhiki anazungumza hapa, fanya kwa furaha. Hata katika taabu fanya kwa furaha. Tena anaongeza, anasema wabarikini wanaowaudhi, barikini wala msiwalaani. Huu ndio upendo wa Kristo aliotuonyesha msalabani. Hajamlaani mtu aliyemtundika msalabani. Hajamhukumu mtu ambaye alimpiga akamvalisha taji ya miiba. Alisema, Mungu wasamehe kwa kuwa wajua walitendalo. Na hapa tunaanza kuwabariki wale wanaotuonea, wale wanaotutesa, wale wanaotusumbua, wale tunaoona ni maadui zetu, tuwabariki. Ni wazazi wangapi wanatamkia watoto wao laana, maneno mabaya, maneno magumu, kwa kuwa wameshindwa kuwatii, kwa kuwa wameshindwa kuwasikiliza, kwa kuwa wameshindwa kuwafuata. Vinywa vyetu vinaondoa misingi ya imani ya Kikristo katikati ya familia zetu. Vinywa vyetu vinaondoa upendo wa Kristo tuliojengwa nao katika imani, katika nyumba zetu na katika jamii zetu na katika kanisa letu. Anasema, furahini pamoja nao wanaofurahi, lieni pamoja nao wanaolia. Mpatane nia zenu ninyi kwa ninyi, msinie yaliyo makuu, lakini mkubali kushughulishwa na mambo manyonge. Msiwe watu wa kujivunia akili. Mkubali kushughulishwa na mambo manyonge, yaani yale ambayo kwako unaona yafai, msiyadharau. Kubali kushughulika nayo ili kuwabeba wengine. Tunazungumza habari ya kujenga misingi ya upendo wa Kristo katika familia zetu. Kuangalia yule ambaye kwako unamuona ni mnyonge, yule ambaye kwenye familia yuko mmoja ambaye anaonekana hafai, ambaye anaonekana ni mtukanaji, ni hana ushirikiano, hana umoja, yeye ni mvurugaji, yeye ndiye ambaye anafanya wengine kuwatawanya, huyo msogelee kwa upendo. Tena umtangulize katika mazuri, tena umnenea ndio mazuri, ili kuweza kujenga misingi yenye upendo wa Kristo ndani ya familia zetu. Ni wangapi tunafanya hivyo? Ni wangapi tunakubali kuumizwa lakini tunasogea? Ni wangapi ambao tunaweza kutafakari kuwa Mungu ambaye anatutendea tukaona hata tulicho nacho sio kitu kuliko huyu mnyonge anayeteseka ambaye ni ndugu? Ni wangapi tunakaa na kutafakari namna kurejesha nyumba ikae katika maadili mema? Au tunasema ameamua kuchagua tumwache aende kama alivyoamua? Ni wangapi tunaumia tukiona familia inasambaratika? Anasema, msimlipe mtu ovu kwa ovu, angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Yale ambayo sio mema machoni pa watu yanabomoa misingi ya familia yako, yanabomoa upendo wa Kristo kwenye familia yako. Anasema, usilipe ovu kwa ovu, bali lipa yale yaliyo mema machoni pa watu.
Hata kama amekutendea mabaya usitende ubaya. Hata kama amekunenea mabaya usinene mabaya juu ya huyo mtu. Hata kama umeona amekusingizia ukapelekwa hata kushtakiwa, usilipe baya kwa baya. Simama kwa tumaini. Muangalie Kristo aliye hai. Muangalie Kristo aliye msingi mwema. Atakuondoa hapo bila wewe kupata madhara yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya watu wa Mungu. Anasema kama yakini kwa upendo wenu mkakae katika amani na watu wote. Wapenzi, msilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu ya mimi nitalipa, anena Bwana. Sasa kama ukimwonea ndugu yako, kama ukijibu mashambulizi kwenye ndoa yako, kama ukajibu mashambulizi kwa familia ambayo imegeuka na kukufikiria mabaya na kukunenea maneno mabaya, unachukua nafasi ya Mungu ya kulipa kisasi. Lakini Mungu amesema, mimi ndiye mlipa kisasi, mimi nitalipa. Misingi ya upendo wa Kristo kwenye familia zetu ndicho kitu ambacho tunakizungumza hapa. Anasema katika mstari wa 20, lakini adui yako akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe, maana ufanyapo hivyo utampalilia makaa ya moto kichwani pake. Yaani wewe unaposhindana na adui yako, ndivyo ambavyo unafanya wewe kushindana na Mungu ambaye yeye ndiye mlipa kisasi. Lakini utakapomtendea mema anayekutendea mabaya, Biblia inasema unampalilia makaa ya moto juu ya kichwa chake. Kwa hiyo sisi huwa tunajaribia kwa sababu tunatamani kuona mbaya wetu anapata mabaya. Tunatamani kuona mbaya wetu anateseka. Tunatamani kuona mbaya wetu amejua kwamba tumepata ubaya wake na amepata majibu. Lakini Biblia inasema mbaya wako adui yako mlishe, tena kwa amani, mnyweshe kwa amani, mtunze, mjali, sogelee, mtendee aliyo mema. Kwa kufanya hivyo utakuwa unapalilia makaa juu ya kichwa chake, maana Mungu atachukua nafasi yake ya kulipa kisasi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya watu wa Mungu. Tusifike mahali pa kubomoa misingi ya upendo wa Kristo alituwekea kwa kufanya mambo ambayo anastahili kufanya Mungu mwenyewe. Kuna watu ambao unakuta hadi kanisani kwa sababu fulani alimkwaza, lakini akasahau kwamba alitakiwa hadi kanisani amshukuru Mungu kwa kuwa fulani alimkwaza, lakini Mungu amemlinda. Alafu Mungu achukue nafasi yake. Sasa wewe unachukua kosa la kumwacha Mungu. Unafikiri Mungu akija atamhukumu aliyekukwaza, aacha aliyekwazika? Biblia inasema ukikwaza na unayekwazika wote mko njia moja. Wote ni kitu kimoja. Wote njia ni moja. Halo. Yaani wewe umemwacha Mungu kwa sababu umekwaza. Maana yake yeye amekukwaza wewe, anakosa hili. Wewe umekwazika ni kosa moja, ukamwacha Mungu ni kosa la pili. Kwa wewe ambao ulikuwa umekwazwa na makosa mawili mbele za Mungu, yule aliyekukwaza na kosa moja mbele za Mungu. Ni nani sasa hapo? Unajua inakuja kama ile mtu mmoja alikuwa anasema hivi. Anasema sasa kuna kichaa alipita. Kuna mtu anaoga mtoni. Alipoona yule kichaa, yule mtu wa mtoni, yule kichaa kaenda akachukua nguo za yule mtu anaoga mtoni. Alafu akakimbia. Yule anaoga akatoka uchi. Anamkimbilia kichaa ili achukue nguo zake. Hivi mkibishana na mtu nani kichaa kati yenu? Sasa wewe ambaye unashindwa kusamehe, wewe ambaye unashindwa kujua kwamba Mungu ana nafasi katika maisha yako, unakubali kumwacha Mungu kwa ajili ya mtu. Maana yake unatengeneza makosa mawili kwenye kosa moja. Ni nani ambaye Mungu anamuona ni chizi? Usikubali kutengeneza misingi mibovu kwenye familia yako. Tengeneza misingi aliyojenga Kristo kwenye familia yako. Niko kwenye kipengele kimoja tu cha upendo.
na sitaweza kuhama hapo sababu kwanza nitasoma tena Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu 13. Yohana Mtakatifu 13. Mstari wa 34 na ule wa 35. Kitabu cha Yohana Mtakatifu ule mlango wa 13 ule mstari wa 34 na ule mstari wa 35. Neno la Mungu linazungumza habari ya upendo. Na hilo ni agizo mwenyewe ambalo Mungu analiagiza. Yohana Mtakatifu ule mlango wa 13 mstari ule wa 34 na ule mstari wa 35. Neno la Mungu linasema hivi. Neno la Mungu linasema katika mstari wa 34 na ule wa 35, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Kwa maneno mengine, kama hatuna upendo sisi kwa sisi sio wanafunzi wa Yesu. Narudia tena. Amesema watu wote watatambua ya kwamba ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa ninyi. Kwa maneno mengine, kama sisi hatupendani sisi sio wanafunzi wa Yesu. Tumeukana wanafunzi wetu. Tumeukataa wanafunzi wetu. Tumeuacha wanafunzi wetu ambao Yesu Kristo mwenyewe alisema tufanywe kwa wanafunzi, ambao sisi tunajifunza kwa mwalimu wetu ambaye ni Yesu Kristo. Sasa tukishaukana, maana yake tumemkana Kristo ambaye ni mwalimu wetu. Haleluya. Yaani angalia namna unavyoishi, unavyobomoa misingi ya familia yako. Kama utaishi kwa kumchukia ndugu yako, maana yake umeukana wanafunzi wa Yesu Kristo. Maana yake umemkana Kristo. Maana yake umeondoa tumaini la Kristo kwenye nyumba yako. Kwa hiyo misingi ya Kristo ya upendo kwenye nyumba imeporomoka. Kwa hiyo utakaa usikii, uoni, wala watu hawatamani kuwa na upendo. Kwa nini? Kwa sababu misingi imekwisha kubomoka. Aliyebomoa ni nani? Ni wewe, ni mimi, ambaye nimeshindwa kumpenda ndugu yangu, ambaye nimeshindwa kumpenda jirani yangu, ambaye nimeshindwa kumpenda muumini mwenzangu. Ninamtazama kama nyanya mbichi, namtazama kama kitu kisichofaa, namtazama kama mtu asiyefaa, kwa sababu fulani ambazo kila mmoja anazo kwenye familia zao. Tugeuke, tujenge upendo wa Kristo kwenye nyumba zetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Waraka wa kwanza wa Yohana tutamalizia hapo kwa leo, lakini tutaendelea kesho asubuhi kwenye ibada ya Morning Glory. Waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana ule mlango wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4 mstari wa 7 hadi ule wa 21. Neno la Mungu linasema hivi: wapenzi, na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Kwa maneno mengine, huna Mungu na huna pendo la Mungu, hujazaliwa na Mungu wala humjui Mungu. Sasa tusije tukasema mimi namjua Mungu, mimi nampenda Mungu, mimi nafanya hivi, wakati ndani mwako unamchukia ndugu yako, wakati ndani mwako unamchukia jirani yako, wakati ndani mwako huyo Mungu mwenyewe unampiga vita, wakati ndani mwako huyo Mungu mwenyewe hauna upendo naye. Kwa sababu kama una upendo na Mungu utafanya alichoagiza, pendani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiendelea ule mstari wa 8 anasema, yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Yeye asiyependa hakumjua Mungu. Kwa nini? Kwa kuwa Mungu ni upendo. Katika hili pendo la Mungu linaonekana kwetu kwamba Mungu amemtuma mwanae pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Hili ndilo
kutupenda sisi akamtuma mwanae kuwa kitambulisho kwa dhambi zetu. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Tunapendana kuenzi pendo la Kristo wapenda. Tunapendana kuenzi upendo wa Mungu. Tunapendana kutimiza ahadi ya Mungu alituambia tupendane. Na kama hatuwezi kupendana, hatumpendi Mungu. Tumemkana, tumemkataa, tumemwacha, tunatafuta haya kwetu. Jitafakari. Jiangalie unavyoishi na ndugu zako. Jiangalie unavyoishi na jirani zako. Jiangalie unavyoishi na waumini wenzako. Unachokifanya kinadhihirisha upendo wa Kristo au unachokifanya kinatufundisha nini katika imani? Anasema hakuna mtu aliyemuomba Mungu wakati wowote. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu. Hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu na pendo lake limekamilika ndani yetu. Kwamba Mungu yeye mwenyewe anakaa ndani yetu kupitia upendo ule wa kwake aliotuachilia. Ukijenga chuki ndani mwako, Mungu akai, Mungu anaondoka, Mungu anakuacha. Mungu akishakuacha, misingi lazima iporomoke. Misingi lazima iharibike. Misingi lazima iondoke, maana Mungu hayuko katikati ya familia yako. Mungu hayuko katikati ya nyumba yako, maana umemwacha katika upendo. Anasema katika hili tufahamu ya kuwa tunakaa ndani yake naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha roho wake. Tunakaa ndani yake na yeye ndani yetu. Kristo anakaa ndani ya mtu aliyejenga upendo ndani yake, kwa sababu yeye ni pendo. Akikaa ndani mwako, naye atakupa nafasi ya kukaa ndani yake na atajidhihirisha katika yale mahitaji ya familia. Atajenga misingi iliyo bora, atainua misingi iliyokufa, atarekebisha misingi iliyoharibika, atanyanyua misingi ambayo ikuwepo ili iwe imara. Anasema na sisi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba amemtuma mwana wake Mwokozi ulimwenguni. Kila akirie ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu hukaa ndani yake naye ndani ya Mungu. Na tumefahamu pendo alilonalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Mungu ni upendo, naye akae katika pendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yake. Katika hili pendo limekamilishwa kwetu ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu. Kwa kuwa kama yeye alivyo, ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Kwamba siku ya hukumu Mungu anaangalia, anasema kama yeye alivyo, ndivyo tulivyo na sisi. Pendo lake alilotuachilia ndilo analolitazama siku ya hukumu. Tunapoishi duniani, tutafakari pia tunapoelekea. Tuiwaze hukumu ya mwisho. Tuwaze maisha baada ya hapa duniani. Tujue yote ni ubatili mtupu, tunayaacha na yanapita. Tujue furaha na shangwe tunazozipata duniani, kunywa, kula, kulewa, kufanya nini, kuruka, kuimba disco, kucheza muziki, nini, umefurahishwa na mtoto, amepata dishekwane, amefanya nini, vyote havijaenda kutafurahi huko mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Haufikiria siku moja kwenda kupata furaha inayozidi hizi za duniani, lakini inadhihirishwa katika pendo. Inadhihirishwa katika upendo. Kujenga misingi ya upendo kwenye nyumba yako, kujenga misingi ya upendo kwa familia yako. Anasema mstari wa 19, sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni muongo. Ni muongo. Na Biblia inaniambia muongo, mtu muongo ni wa Ibilisi. Kwa nini? Kwa kuwa Ibilisi alikuwa muongo toka kale. Kwa hiyo maana yake automatically ukiacha pendo la Kristo umemwacha Mungu, ukachagua shetani, ukamchagua Ibilisi. Anasema mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni muongo. Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemuona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Kuna mtu mmoja jana tulikuwa naye akawa anasema
Mimi nina uwezo wa kupigana kwa ajili ya haki yangu hata nikafa, alafu na mimi nikajilipua na mambo nikajiua. Nikamwambia, ukijiua unaenda jana. Akasema, kwa nani alikwambia kuna mbingu? Akasema, nani alikwambia kuna mbingu? Jana mna mbingu, vyote tunavisikia lakini hatuvijui, hatuvioni. Nikamwambia, tunaishi kwa imani, na kama tunaishi kwa imani ni heri kuamini kwamba ipo ukaikose kuliko useme haipo ukaikute. Utalia na nani? Mtu wa Mungu, mbingu ipo, jana ipo, jana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Na hapa anasema hauwezi ukasema unampenda Mungu wakati unamchukia ndugu yako, utakuwa muongo. Mtu muongo ni ibilisi. Kwa hiyo ukichagua kumchukia ndugu yako, umemwacha Mungu, umeamua kumchagua ibilisi. Lazima misingi ya familia iporomoke. Tutakuja kuona namna gani shetani anavyoshambulia watoto, anavyoshambulia uzao, anavyoshambulia vijana, anavyoshambulia ndoa kupitia pendo lililoharibika, kupitia misingi iliyoondoka, kupitia adui anapata njia ya kutawala. Ukishakuwa wa shetani kwa kuwa ni Mungu umegusa mlango, lazima tu misingi iporomoke. Na lazima shida ziingie, lazima ugomvi uingie, lazima matatizo yaingie, lazima shetani atawale na Mungu aondoke. Maana hivi vitu viwili havichangamani, havikae sehemu moja. Mstari wa 21 anasema, na amri hii tumepewa na yeye, ya kwamba yeye ampendaye Mungu ampende. Na amri hii tumepewa na yeye, ya kwamba yeye ampendaye Mungu ampende na ndugu yake. Kwa hiyo kama umpendi Mungu, usimpende ndugu yako. Na Mungu alibariki neno lake lizae matunda katika maisha yetu. Amen.